Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika kuendeleza mazungumzo tulioanza awamu iliyopita, katika hii safari tunayoita maisha, kuna mambo matatu muhimu, tunaweza kuyaita vituo au milestones. Jambo la kwanza ni kuzaliwa. Kuzaliwa huwa ni bahati. Kuishi, kuwa hai huwa ni tunu. Wewe ulio hai, wewe unayeishi, utakana uwe na shukrani sana, utakana ushukuru sana. Jambo la pili ni kuoa au kuolewa. Hili nalo pia ni bahati. Hakuna anayejua kuwa ataoa au ataolewa, ila huwa ni Mwenyezi Mungu wako amejalia iwe hivyo, yaani uoe au uolewe. Kuna wengi tu ambao kwamba wametamani kuoa au wametamani kuolewa, ila wanaishi maisha ya uvulana au maisha ya usichana mpaka siku zao za mwisho. Jambo la tatu ambalo kwamba tunataka tulitaje leo ni kufa. Kufa ni lazima. Kufa ni wajibu. Haina jinsi, haina mjadala. Kila nafsi itaonja mauti. Swali ni je, wewe uliye hai umepangia nini hii siku? Umejipangaje kwa hii siku? Tumetaja mambo matatu, ila jambo ambalo ningependa nizungumzie leo ni jambo la kwanza, kuzaliwa. Kama nilivyosema, kuzaliwa huwa ni bahati. Hakuna anayejua, hakuna aliye na uhakika, hakuna mwenye uthibitisho kwamba atazaliwa. Kabla uzaliwe, hukuwa kitu, hukuwa lolote, hukuwa chochote. You were a nothing, a nobody. Had it not been for the grace and mercy of your Creator, of the Almighty, ungekuwa nini? Ungekuwa kitu. Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake akamkutanisha baba yako na mama yako, watu wawili ambao hawakuwahi kujuana kabisa, watu wawili ambao hawakuzaliwa pamoja, bali wamezaliwa katika familia tofauti. Mwenyezi Mungu kwa rehema yake na kwa mapenzi yake akawakutanisha hawa watu wawili, ndipo kapatikana wewe. Kuzaliwa si hoja. Kuzaliwa si kigezo. Kuzaliwa si sababu. Wapo wanaozaliwa pumzi ya kwanza, pumzi ya pili, wameenda, wamekufa. Ili huthibitika kwenye kitu kinachoitwa SID, kwa maana ya sudden infant death. Hii huwa kwamba punde tu mtoto anapozaliwa anafariki. Vile vile kuzaliwa si hoja, si kigezo, wala sio sababu. Kuna wengi tu ambao huzaliwa na huishia kutupwa kwa sababu hawatakikani, kwa sababu inaonekana vikwazo katika kuendeleza maisha, vikwazo vya maendeleo ya mtu binafsi. Ila wewe hapo
mama yako alipopata ujauzito aliridhia, alikubali kulea huo ujauzito mpaka ukapatikana ukazaliwa. Na ulipozaliwa pia alikubali na aliridhia kukulea mpaka hapo ulipofika leo. Mpaka hivi umekuwa mtu tajika, umekuwa mtu mashuhuri, have it all, know it all, mjuaji asiyewezekanika. Mpaka inafikia kiwango unamdharau mama yako. Wakati mama yako anaongea unamnyamazisha ili uongee wewe, ili usikizwe wewe. Ukumbuki kuwa ni mama yako ndiye alikufundisha kuongea. Inafika kiwango unamtusi mama yako. La baya zaidi, unathubutu hata kumpiga mama yako. Kisa na maana amekuudhi. Kisa na maana amemuudhi mkeo. Very bothersome woman. Kijana, mwanangu, utakuwa na bahati iwapo huyo mama yako atafungua kinywa chake, atamke, aongee, akujibu. Utakuwa na bahati iwapo atakujibu aidha kukemea, kukutusi, ama kwa kusema tu maneno ya hasira kwa sababu ya yale mambo uliyomwambia, sababu ya yale madharau uliyomonyesha, sababu ya yale matusi uliyomtusi nayo, sababu ya kipigo ulichokipiga. Utakuwa na bahati sana iwapo mama yako ataongea juu ya hayo. Itakuwa anadhihirisha uchungu alionao ndani ya moyo wake. Itakuwa anadhihirisha hasira alionao ndani ya moyo wake. Itakuwa anadhihirisha majuto, disappointment alionayo juu yako. Hiyo itakuwa afadhali kwako. At least ameonyesha hisia zake na unajua anasimama wapi. Ila wewe ambaye mama yako hatatamka lolote, atanyamaza kimya, ataungulika ndani ya moyo wake, hataongea lolote, atakuwa tu kimya still. Maybe the only movement on her face will be the streaming down of tears. Mama yako anapodukujikwa na machozi, hakikisha kwamba wewe kwisha. Kuna bahati. You are done. Utafanikiwa katika maisha yako. You will never prosper. Umuhimu wa mama katika maisha yako hakuna asiyejua. Hakuna asiyejua umuhimu wa mama katika maisha yake. Kila mtu anafahamu kwamba baada ya Mwenyezi Mungu aliyekuumba wewe na aliyeumba mama yako na akajalia wewe uzaliwe, mtu wa pili muhimu katika maisha yako ni mama yako. Kufika kiwango cha kumfanyia mama yako mambo kama hayo niliyotaja, utakuwa umechupa mipaka. You have gone to the extremes. Masikitiko makubwa. Hii mada ningependa kuiongeza na kuendeleza, ila muda ni mchache na mambo ya kuongea ni mengi. Inshallah katika awamu zinazokuja nitaendeleza hii mada ya umuhimu wa mama. 1. 2, nitakuelezea ni jinsi gani hata kama ulifika hicho kiwango, ni njia gani ama ni jinsi gani unaweza kurudi chini, unaweza kurudisha roho yako chini na kurudisha roho ya mama yako chini
ili aweze kusamehe, ili aweze kuwa na imani na wewe, ili aendelee kukupenda kama alivyokupenda ulipokuwa mdogo. Vile vile katika awamu zinazokuja nitaongelea nafasi ya baba katika maisha yako. Baba pia ana nafasi katika maisha yako, japokuwa nafasi yake huwezi linganishwa na nafasi ya mama. Nafasi ya mama iko juu zaidi. Kwa hivyo naomba muendelee kunifuatilia, naomba muendelee kunisikiza, na inshallah tutaendelea zaidi katika awamu zinazokuja. Asanteni sana.